Usije ukathubutu kumshauri mtu ambaye hajakuomba ushauri. Usije ukasubutu kabisa, na hata kama ukisubutu uwe makini mno katika kumshauri. Usiwe kama unamkejeli au unamcheka au unamdhihaki, kwa sababu ushauri wowote pasipo hekima, hizo ni kejeli na dhihaka. Kwa hiyo ushauri wowote unapaswa utumie hekima ya hali ya juu. Na tena nisingependa tu upende sana kushauri mtu kama hajakufuata mwenyewe kukuomba ushauri. Na Maandiko matakatifu yanasema kwamba mtu akipungukiwa hekima na aombe. Namkumbuka Suleiman mwana wa Daudi. Yeye hata alipotokewa ndotoni na Mungu akamwambia Suleiman, omba lolote nami nitakutendea. Akasema, Bwana Mungu wangu, naomba tu nipewe hekima, nijue kuingia na kutoka. Kwa hiyo usipende sana kuwa mshauri na wala kuwa mwalimu sana wa vitu ambavyo pengine vinahusu watu wengine. Kama tu ukijijua kwamba sina hekima, bora uache, nyamaza kimya. Na hii inaenda sambamba pia na hasa watu wale wanaopenda pengine kuhubiri neno la Mungu, hasa kwenye nyumba za ibada. Unamkuta tu mtu anawaka, ana muhemko ndani ya moyo wake, anakuambia pastor, mchungaji, bwana, ninasikia fukuto ndani ya moyo. Ndugu yangu, nikwambie tu kwamba watu wanapokusanyika kwenye nyumba za ibada, watu wameacha shughuli zao, wameacha vitu vingi vya kufanya, wamekusanyika katika nyumba au katika hema la kukutania. Ujue kwamba hawako pale kuja kusikia tu ngonjera, no, hapana. Wako pale wakiwa na maswali, wakiwa na changamoto mbalimbali. Kwa ni hatari sana, na hiyo kazi ina hukumu. Usije ukazoelea sana madhabahu ikiwa kama hauna cha kusema. Na hapa ninamaanisha kwamba sio kwamba hauna cha kusema, vya kusema vipo vingi tu. Na hata na mimi hapa niliyesimama hapa, basi na mimi pia ninasema hivi. Inawezekana vikao upuzi kwako au kwa mtu mwingine vikamjenga. Lakini ninachokisemelea ni bora kwenda kushuhudia mtaani kuliko kung'ang'ania kusema kwamba sasa nahitaji kusimama nifundishe watu hao. Paulo anasema kwamba hapendi yeye kujenga ambapo tayari kuna msingi wa watu wengine. Kwa hiyo sasa yeye anaujua msingi mkuu ni ule wa Kristo, na katika huo atajenga, lakini sio kwenye misingi mingine ambayo watu wengine wamejenga. Yeye kwamba sasa ajikite hapa, no, hapana. Mpendwa, mpaka uwe na cha kusema. Usipende sana. Alafu ni neno gani unalokwenda kuwahubiria watu wa kizazi hichi ambalo litawabadilisha kwa kutumia hekima za theolojia, kwa kutumia hekima za kibinadamu, pasipo kuwa na neno lenye nguvu za Roho Mtakatifu? Na utalipataje sasa kama hujatumwa? That's why ninasema kwamba hii asubuhi kwamba usije ukatamani vitu hivyo ikiwa kama hauna cha kusema. Na ninachomaanisha hapa, mpendwa, naomba unielewe kwamba kama Roho wa Mungu hajatia kitu ndani mwako, sipende sana.
hayo yana hukumu. Chukulia kwa mfano kama umeenda ukasema nina mwemko, mchungaji, ninaomba nafasi, nina mwemko, au mchungaji anakupanga tu. Umeona, mimi nimewahi kushtukizwa na mchungaji mahara fulani kwamba sasa utapanda madhabahuni kuhubiri, na wakati huo nilikuwa nimetoka kwenye shughuli, tena nimekuja kuchelewa, nakimbia nimefika pale, naambiwa nihubiri. Lakini kiangalia kwamba sikuwa na utulivu wowote, wala sikuwa na faraga yoyote na Mungu, hata sisikii chochote cha kuzungumza tu. Sasa nisimame kwamba niseme sasa nitajinyosha, nitatumia tu nani uzoefu wangu, nitaenda, yaani kama vile Samsoni anakuambia nitajinyosha, nitaenda. Kwa sasa haya mambo haya hayapokelewi kishabiki kwamba sasa nitaingia tu, hapana. Ni lazima usikie kunakotoka ndani, na sio kwenda kwa ajili sasa uonekane kwamba na wewe uoge unasimama, au uoge kwamba unahubiri vizuri kuliko wenzako. No, hapana. Ni issue ya kusikiliza kile ulichokipewa. Ndio maana hata Yesu alisema kwamba nyie si mnasema ushahidi wa watu wawili ndio ushahidi sahihi. Sasa mimi ni naye anayenishuhudia na ushuhuda wangu ni kweli. Kwa akisema ni nini? Maanake chochote kile alichokuwa anakipata kwa Baba ndicho alichokuwa anakisema. Sasa wewe mpendo, unapata kutoka wapi? Anza kusimama kwamba title ya leo ni hii na hii, ni hii na hii, ni hii na hii. Naangalia ni kwamba mipango mitupu, kuna hukumu ndani yake. Kuna watu wametoka huko, wameacha mambo ya msingi, wamekaa hapo kusikiliza, wana changamoto, wana maswali, wanataka kutatuliwa na Roho wa Mungu. Neno linapohubiriwa likiwa na nguvu ya Mungu lina tabia ya kuchoma moyo. Hasa likichoma moyo ndio pale watu wanafanya toba, wanalia machozi, watu wanaanguka, wananena kwa lugha mpaka wanagaragara, hawaoni hata nguo zao, usafi wa nguo zao, kwamba si nini, yani hawaoni uthamani wao. Naona kama wale wazee 24 mbinguni ambapo hawachoki, wanainama, wanasujudu, wana nani ile pale ile. Mpendwa, si ni kushuhudiaje ili uelewe kwamba, nafikiri kwamba bila shaka utakuwa uliwahi kunena kwa lugha. Hasa kunena kwa lugha simaanishi kule kwa akili ya kwako wewe, kwa uzoefu. Na maanisha ili kunena kwa lugha kabisa ya kushukiwa na nguvu za Mungu zenyewe, kwamba unanena kwa lugha, utamani kuacha kunena kwa lugha, lakini pia ni kwamba unasikia mpaka mbavu zinakuuma. Yaani kama vile kwamba ni unatumiwa tu, yaani kama vile umepagawa. Kwamba utamani kuacha, lakini mbavu mpaka zinaumia. Nenda kwa lugha, kama si zinatoka, machozi yanatiririka. Kipi kinakuliza? Pendo, kuna mambo ya siri sana katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwamba mimi niseme tu kwamba ikiwa kama Mungu amekupa agizo, fanya. Na hii inakwenda sanjali pia kwamba kuna watu wanakimbilia sana, nataka mchungaji, mwinjilisti wa jimbo, mwinjilisti wa kimataifa, si nani, na huduma fulani. It's okay, na ni vizuri kabisa kuwa na hizo, na ndizo zinajenga mwili wa Kristo. Lakini mpendwa, kwamba ukiwa umejaa Roho Mtakatifu unakuwa na hivyo vyote, yaani hivyo vyote vinakuwa ndani yako. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu tu kwa sababu unahitaji status fulani katika jamii yako ile, kwa kutambue na wewe ni nani kati ya wale wanaojitutumua, na wewe upo julikane si nini. No, hapana. Na ninakumbuka wakati fulani hivi kuna kitu ambacho of course nilikiona, naomba nikiseme tu kama ndoto, lakini ndoto ya mafunzo,
ama niliona kwamba watu wanafanana wakawa wanamtukuza Mungu, alafu nikaisikia sauti inasema kwamba Mungu akifanya jambo lolote, mwanadamu nyamaza kimya. Ni yeye amelifanya kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Kwa hiyo sasa, yani unaweza ukashangaa hata mtu wakati anaombea mtu, sio amefundishwa na nani, I don't know, tumia nguvu mpaka jasho linakomuka, yani ni nguvu zako mpendwa. Yaani swala la kuponya unalisikia mwenyewe, nguvu ya Mungu inateremka yenyewe. Na hii hapa watu wamekuwa wakijificha, wanasema kwamba hapana, unajua bwana, mtu kupona au kupata muujiza inategemea na vitu viwili: imani ya huyu anayeombewa na imani ya mtu anayeomba. Mimi naomba nikwambie kwamba hivi si kila kitu unapaswa kuombea. Maana yake kwamba, hebu fikiria kwamba yule mtu aliyokuwa anaketi pale mlango karibu na mlango mzuri, alikuwa kiwete wa siku zote, anaomba pale pale siku zote. Lakini siku ambapo Petro na Yohana wanapita pale, ikawa tofauti. Roho Mtakatifu alizungumza na wao, wanapaswa sasa linapaswa lifanyike jambo pale. Ilikuwa sio akili yao. Ndio maana walisema kwamba sisi Bwana, sasa unatuangalia, ni kweli tumekukazia macho, lakini sasa sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Katika jina la Yesu simama uende. Simple and clear. Walitoa jasho, walitumia miguvu unaotumia wewe. Yaani uliambiwa uweke mkono kichwani, sio kwa kusukumiza, kwa kumsumbua mpaka mgonjwa anatoka pale kichwa kinagonga nini. Na pepo nao wana mbinu za sasa hivi kwamba wanawasumbua mpaka mnasumbuka, alafu mnadanganywa ni nguvu zenu ndio zinatumika. Hata ni simple tu kumwambia kwamba pepo uliye ndani ya mtu huyu, ondoka, muache, wala ustahili kuwepo hapa tena. Kwa hiyo sasa ni kwamba yani sio vitu yani kama yani kama nini yani kama usanii fulani hivi. lakini Mungu yupo, na Mungu huyu na hata sasa anamtafuta mtu ili apate kujidhihirisha kuwa yeye ni mwenye nguvu zisizolinganishwa na chochote, wala mafuta, wala vitambaa, wala sijui nini, wala mavi ya upako, sijui vitu kadha wa kadha. Hapana, yeye ni Mungu kama Mungu. Na neno lako mpendwa likitoka ukiwa na kibali mbele za Mungu, na likakutoka kabisa, lile neno linakuwa na nguvu. Yaani hata kabla ya kumwombea mtu unaona wingu kabisa la nguvu, uthibitisho kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Anashuka na tabia kutelemka kabisa, unahisi kabisa nguvu zimetelemka, alafu lile neno la mamlaka linatoka. Na tena kwamba ukijichunguza vizuri unasikia mpaka kinywa chako kinatoa kama mishale fulani hivi. Sio wewe, bali ni kile kilichoko ndani yako. Lakini mwisho naomba nikazie maneno haya aliyoongea pia mtu mmoja, huyo Askofu Moses Kolola aliyekusema kwamba jitahidi sana mtu asikusomee Biblia, soma mwenyewe Biblia, kwa sababu mtu anaweza akaisoma kwa mlengo wake, akaisoma kwa utashi wake. Kwa hiyo katika kusoma kwa utashi wake na akaipeleka kwa namna fulani ikaenda. Sasa kwa hiyo kwamba nataka nikuambie kitu kimoja pia, nihitimishe kwa hichi kitu kwamba Paulo anasema kwamba tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii.
Kwa hiyo ni kitu cha thamani mno. Hebu fikiria kwamba yani, unajua haya mambo haya ni kwamba unaweza ukaona kwamba kuna watu wanaona wokovu ni kitu cha hovyo, ni ushamba, ni kitu ambacho kwamba hakifai kwa sasa, sio ujanja. Yani ni kitu fulani ambacho kinawafaa watu fulani wajinga fulani hivi ambao yani kwamba sasa yani ni kama hawana mipango na mikakati ya maendeleo ya vitu vya hapa, au kwa lugha nyingine tunasema ukwasi, yani kuwa na ukwasi wa mali. Yani ni kama watu fulani hivi shamba yani kama vile kwamba yani chachiboi fulani hivi. Sorry kwa mashabiki wa mpira, naomba nimtolee mfano mtu mmoja hivi, mchezaji wa Yanga anaitwa Max Nzegeri. Bila shaka kwamba watu wanamwangalia, wengine wanasema kwamba huyu ni chachiboi, sijui nani mchungaji na nini, lakini sasa kwamba yani manake type kama ile, yani kama vile shamba fulani hivi, yani shamba fulani hivi yani. Lakini naomba nikwambie tu yani ndugu, yani kwamba hukujiweka katika ulimwengu huu. Ulimwengu huu upo na haukuumbwa na matajiri, uliumbwa na Mungu. Sasa manake mantiki ya wewe kuwepo hapa ni kumtumikia huyo aliyeumba ulimwengu. Manake alikuweka hapa si kwa bahati mbaya, alikuweka hapa kwa makusudi. Ndio maana kwamba yani hata wanafunzi wa Yesu walivyosema, Bwana utufundishe kusali, nasema sasa saleni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Unaona huo mtiririko huo? Sasa manake Yesu alikuwa anawafundisha watu yani hatua za namna ya kuzungumza na Baba. Lazima kwanza uanze kumsifia Baba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Naona? Lakini ufalme wako uje. Haleluya. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ndio maana tunaanza kuishi maisha ya utakatifu hapa duniani. Alafu then yani manake tunaiishi mbingu tukiwa hapa duniani. Sasa mtu mmoja anakurupuka anakuambia hakuna mkamilifu duniani. Kama hakuna mkamilifu duniani ni wewe. Ni wewe ambaye, lakini wapo wakamilifu na dhambi kwao ni jambo la kuchukiza kuliko kawaida. Kwa hiyo kuna watu wapo, na ndio maana ulimwengu bado at least yani bado una afadhali, unaweza ukajikongoja ukakutana na neno la mtumishi wa Mungu kweli, basi ukafarijika. Ni chakula jangwani, ni maji, ni kijito cha maji jangwani, ambapo ni nadra sana kusikiliza neno la kweli litakalo juu linaloonya. Usivae hivyo. Neno la Mungu linasema mwanaume akikutazama kwa kutamani amekwisha kuzini na wewe, lakini unavaa na tena unatetea sana dhambi. Unasema kwamba hata wazungu wanafanya hivyo. Ni kweli wanafanya hivyo. Je, unajifunza kwa wazungu au unajifunza kwa Yesu? Au unajifunza kwa Mungu aliyekuweka hapa? Mbona unataka kuwa kama mpumbavu? Mpumbavu ndiye akizaliwa duniani anasema nitaishi kama wengine wanavyoishi, ila mwenye hekima akizaliwa duniani anasema nitaishi kwa usahihi. Sasa je, unataka kuwa mpumbavu au mwenye hekima? It's up to you. Na kwamba mimi ni nani hata nikubadilishe? Ikiwa kama Mungu anayesema na wewe ndani mwako kila siku, unashangaa unakutana na mgogoro ndani ya moyo wako, unasema hivi kweli hichi kitu kiko sawa au kiko sawa? Kuvaa milegezo hivi ni sawa au sio sawa? Kwani Mungu si anaangalia moyo? Kwani pombe ninayokunywa hivi ni dhambi au sio dhambi? Hapana, kanisa letu linaruhusu. Kanisa lako si lina mbingu? Utakwenda
Kweli hizo mbingu zimegawanyika, kuna wengine wanaenda kuoa na kuolewa huko, na kuna wengine wanaenda toharani, si unaombewa huko pia, tena unaenda mara patakatifu unaombewa. Yaani kuna sarakasi nyingi, lakini Mungu ni Mungu na yuko hai. Yeyote atakayemuita Mungu atamwonekania. Nikwambie tu kwamba ni vizuri utoe dini ndani ya moyo wako, uweke uhusiano na Mungu wako. Tafuta uhusiano, kuwa na uhusiano na Mungu wako. Mungu anasema kutokea ndani. Utasoma kitabu cha Waebrania sura ya 8, utaona kwamba namna Mungu alivyoboresha agano hili tulilonalo, ameliandika ndani ya kuta za mioyo yetu. Wala watu hawataambiwa mjue Mungu, watamjua kwa sababu Mungu anazungumza ndani. Come on. Uwe na wakati mwema. Nahitaji Mungu aseme na wewe kuliko ulimwengu unavyosema. Unajua mpendwa, kwenye dunia hii kuna sauti nyingi, ni wewe kuchagua unasikiliza zipi. Unasikiliza sauti za kina Harmonize na ushauri wao kupitia uimbaji wao. Unasikia sauti za kina Diamond na ushauri wao kupitia uimbaji wao. Je, utachukua bila shaka hata matendo yao na utavaa kama wao na utaingia kanisani. Kanisa utaingia tu, na hata malasta utafuga na utaingia tu. Lakini mpendwa, katika chochote unachokifanya kina hukumu mbele ya safari. Mungu akubariki sana. Amen.